Ina maana mama Ngwengwe muda wote mimi nagonga kule barazani ulikuwa unisikia au? Kumbe ni wewe ulikuwa unagonga. Sasa unagongaje hata uiti? Mimi nikajua ni hao wanaondai vikoba. Kwa hapa nilikuwa nakimbia. Kwa sababu alikuwa anataka nimpe hela toka jana. Lakini kuna mtu ananizungusha hajanipa hiyo hela ndio maana nimeshindwa kumpa. Kwa hiyo ndio ulichokuwa unataka kufanya hapa ni kitu gani? Nilikuwa nakimbia. Labda tu nikwambie kitu kimoja. Anachofanya Chado sio haki kabisa. Alafu unalijua hilo, umekalia kimya hilo swala. Toba. Wewe baba mbona sikuelewi? Hata sijui kwanza unaongelea nini. Hivi ninavyokuambia, Bunge yupo hoi hospitali mpaka sasa hivi kalazwa. Na istosho huyu mtu anapelekwa kwa mjumbe, bado anatoa rushwa. Yaani anajifanya yeye anamjua zaidi mjumbe, si ndio? Huyo Chado amewazulumu wenzie 400,000. Yeye kama nani? Kwenye umta yeye Chado kama nani? Nakuuliza wewe mama Ngwengwe. Yeye kama nani huyu? Kijiko, mimi sijui hata unaongelea nini na unaniambia mimi kama nani? Kama nani? Kama nani? Kwa hiyo wewe unatakaje? Natakaje? Mimi nataka kujua yule Chado unamfichia maovu wewe kama nani yako. Ni kama wapenzi nijue moja tu. Nisije nikampeleka polisi ukanitafutia mimi ubaya. Ukaniona mimi mbaya. Sijui umenielewa mama Ngwengwe. Labda nikwambie tu kitu kimoja ambacho ulikuwa ukijui mama Ngwengwe. Ukiachana na swala la ualimu, mimi zamani nilikuwa advocate. Yaani nikitaka kumpoteza huyo Chado ni muda mchache tu. Yaani swala la kumpoteza Chado ni dakika 0 tu. Wananisikiliza mimi tu hapa nikienda kwenye sheria. Nisikilize wewe. Mimi sina mahusiano na Chado. Na kama kakukera huko, mtafute mwenyewe uongee naye. Nimfuate? Mimi nataka aje hapa tuonyeshane kati ya mimi na yeye. Nani ni mwamba? Yeye analeta masiala. Na mimi ni mwamba wa kaskazini, nikitaka kumuonyesha mziki wangu, hauwezi huyo mtu wako. Muite sasa hivi nimuonyeshe. Mimi nataka nimuonyeshe kwamba Mwakinyo mimi nilimfanya nini. Alivyomkamata ule kijana wa watu kumsingizia kwamba kachukua nazi kumbe alikuwa mpita njia. Ahora. Sasa unaogopa nini kwenda hospitali? Mimi nilipata mafua manzi. Au wewe kwa hizo na ukimwi? Aka. Havi yangu hairuhusi unajua ukimwi. Nani? No. Kaka. Kaka? Fungulie. Najma, hapa ni kwa nani na huyu ni nani? Naongea na wewe, hapa ni kwa nani na huyu ni nani? Kaka, kwani umjui Chado? Huyu si Chado jamani. Chado? Sawa ni Chado. Kama nani yako? Kama nani yako? Je, kwani shida nini? Shida nini? Una akili kweli wewe? Yeye unakaa na mdogo wangu ndani kwako, afu unauza shida nini? Isitoshe bado umempa mimba, afu unaongea tukilezi shida nini? Wewe una akili timamu kweli wewe? Unamchukuliaje mtoto? Au kwa sababu wazazi wako wamekufa? Kwa unachukulia rahisi, yani unachukulia kitonga. Yani kama ganda la ndizi unateleza tu. Umemtia mimba na bado unakaa naye, afu fresh tu. Okay sawa. Binti kasema na mimba. Na ile mimba amesema ni ya kwako wewe. Okay. Una mpango gani? Atanioa. Kaa kimya wewe. Siongei na wewe. Naongea na wewe alikupa mimba. Sasa hajakataa. Kuna haja gani ya kufuka hapo kaka? Wewe. Kama angekuwa nani angekuja nyumbani. Oya. Hii mimba ni ya kwako. Naongea na wewe. Hii mimba ni ya kwako? Mbona nijibu sasa? Ni ya kwangu. Kwa hiyo mwanzo ulikuwa unakataa kwa sababu yule alikuwa mwanafunzi, si ndio? Ulikuwa unaogopa kwenda jela. Lakini sasa hivi una uhuru kwa sababu amemaliza. Sio maana unajibu tu kirahisi. Okay sawa. Una mpango gani na hili? Hauna mipango, si ndio?
Basi acha nikupe mipango yangu. Bwana, nakupa siku hizi 2. Nataka nyumbani iletwe barua ili tupate utambulisho kama wewe unataka kumwoa mwanamke. Ila zikipita siku 2 sijaona barua, sijaona sura yako wala sura ya mshenga yoyote kuthibitisha kuwa mdogo wangu anakwenda kuolewa. Oya, omboi. Hey. Kama tulikuwa tunacheka ni kitambo. Lakini siwezi kucheka katika swala hili. Yaani juu ya mdogo wangu kumpa mimba afu bado naishi naye. Yaani nachukulia poa tu, nachukulia fresh yani ile. Oya mwanaitu. Hivi. Nakupiga miswali, yaani sitofagilia tena. Sifagili jalala wala barabara. Hiyo haijawahi kutokea. Kaka vipi toka ulivyonileta huko unafanya kazi ya kunibadilishia mavazi, kuletea chakula unitoe. Mimi na mambo yangu ya kufanya, muda unaenda vipi? Mbona sielewi nani tena huyo? Kijana wetu. Katika wale vijana wote tulikuwa tunawatumia ni mmoja wapo. Wow. Baada ya please. Sasa huyu ni Princess. Afande. Mtoe huyu, tuondoke naye. Atasaidia kwenye kazi zetu huyu. Usiwe na wasiwasi, umesikia eh? Na kusalimu kwa salamu ya Mr. Manyonga Maploso. Wantadida, wantadada. Mvumo ni ule ule, pesa na huruma ni vitu viwili tofauti. Andrew. Nimekuja kuongea na wewe. Kitu ambacho takiwa utambue na ujue, wangapi ambao walijitoa na kulipambania jeshi wako wapi? Ambao walikuwa vierehele kama wewe. Nisikilize bwana mdogo, wazazi wako walikupeleka jeshini ili upate pesa na uweze kuwasaidia. Leo unataka kushindana na ulimwengu, unataka kushindana na maji wakati huwezi kuogelea. Labda nikuulize, unajua familia yako iko wapi? Mke wako yuko wapi? Mtoto wako yuko wapi? Nisikilize kwa makini, tena unielewe. Kitu cha kwanza unajitambua. Siku ukijitambua, utajua unachokifanya ni upumbavu, ni ujinga mtupu. Umesema familia yangu sijui kama iko salama. Mimi ninachokiamini, familia yangu iko salama. Lakini nataka nikwambie kitu kimoja. Familia yangu ni sehemu tu ya watu ambao nilikula kiapo kwamba nitalinda na kutetea haki zao. Ambacho natakiwa uondoke nacho hapa. Duniani kuna vitu vitatu tu ambavyo uwezo kavificha. Kuna jua, kuna mwezi na ukweli. Nataka nikauonyeshe ulimwengu kwamba upuzi na ujinga mnaofanya, kudhulumu watu na kuwanyanyasa watu, mambo yote yanaenda kuwa sahani.
Wewe ntuli. Kongodi mara moja tu. Nishakusikia. You know, nakuja. Bonge. Ndio kulikota hapa duniani. Shida nini baba? Oe, tulia. Lamba panga ilikuwa heshima, wanaambia sio hapa. Heshima baba. Tulia. Ada hatari tukeshi. Simeelewa? Atuje kuuza sura hapa. Tumefuata pesa zetu. Cheo baba, pesa gani baba? Hamna pesa yote ambayo ulinikopesha wewe Cheusi. Unazibilata kwa hata kukinda kwa babake. Sikiliza, unamwona hapa? Wewe akaamka hospitali pale baada ya kumwambia kwamba huko kuna pesa. Simeelewa? Tumefuata milioni yetu. Yaani kuvunja. Wewe tena na hicho kwanza. Sawa. Wewe mtengishe. Kwa kupitia picha zetu sisi. Kusini huruma kabisa mwanangu. Mimi nimechinja mchezo wako unajua. Simeelewa? Watu kujela na sota. Kumbe mwanangu pesa mafungia ndani kwa mama kama chakula kibovu. Utaka kupeleka kwenu India nini? Huwa mzima kwa kuzika. Mimi kiukweli kabisa wallahi wa billahi. Cheo mimi kweli nimeingia mtaani bila kuchangisha. Lakini watu wakaniambia mimi eti uchumi wangu kiuba kidogo tu na kwa tapeli. Eti wakasema mimi hawezi kuniamini. Hivyo basi ndugu yangu nikaishia kupigwa ngumi. Hapo uweze mimi kichwa kinaniua baba, nina uvimbe ndani ya kichwa baba. Sio kama tapeli. Umetapeli mpaka sisi tunataka pesa. Hataki maneno. Onge. Adonge sana bwana. Deni la wati. Ulikuwa unalala Ulikuwa unalala kuzungusha viuno kwenye kigoma changu. Pesa. Ndio wimbo wa taifa. Hata kichake kutana naye barabarani anaiba pesa. Vikla. Mr. Mnyonga maproso. Niko the baby. Nimezunguka sana. Sijawahi kuona kaburi ambapo haki imezikwa. Wamezikwa watu maarufu, watu mashuhuri. Unamwona Nelson Mandela amezikwa, lakini kila alichokuwa nakitetea tunakiimba mpaka leo. John Pombe Magufuli amezikwa, lakini kila alichokuwa nakitetea mpaka leo tunakiimba. Wewe naongea tena. Uingiacha ndani. Nimetoka, wewe upo ndani. Nitadili na wewe, nitamalizana na wewe mpaka utaingia kwenye mfumo na utakuwa chini yangu. Mimi Mr. Manyonga maproso. Kitu ambacho nataka nikwambie. Hauwezi kushindana na nguvu ya pesa. Na hauwezi kushindana na mfumo. Wewe ni mtoto mdogo tu. Nisikilize. Kuwa na pesa bila utu unakuwa ni mjinga kama wajinga wengine. Na sitaki kuona kwenye macho yangu. Hey ladies, my friends. Endelea kupigwa na baridi. Mimi naendelea kupata joto. Naendelea kula dunia. Hoya, Mr. Manyonga naye analeta ubos. Analeta ubos. Kisa pesa anataka kuuza house. Eti anauza house. Hoa wewe. Mission impossible wewe. Vipi, mbona tembea mikono unaitupa? Shida nini? Yaani wewe acha tu. Kuna mchongo nimepata Uingereza rafiki yangu. Mchongo mkubwa sana yani. Lakini sasa changamoto ni moja. Kiingereza. Wewe tafuta kila njia ya kujua Kiingereza. Prince, hivi ni kweli mpaka leo unakosa mchongo wa kwenda Ulaya kwa sababu tu ya kuongea Kiingereza? Hivi hujapata habari za Ticha Zungu? Ticha Zungu? Ticha Zungu. Hiyo ni application inayofundisha Kiingereza kwa kutumia Kiswahili mtandaoni. Anakufundisha Kiingereza ndani ya miezi 3. Unajua na unaendelea kufanya mambo mengine. Na kwa sasa kila mtu anamkimbilia Ticha Zungu kwa sababu ndani ya application kuna watumiaji zaidi ya 300,000. Kasoro wewe tu. Na ni application namba 1 saizi kwa elimu. Na Ticha Zungu atoi cheti. Kujua kwako Kiingereza ndo cheti tosha.
Kwa hiyo unawapatia wapi hao? Ni kazi rahisi sana. Kupitia simu yako unaweza kudownload application ya Ticha Zungu ukajifunza Kiingereza online. Yaani ni kazi nyepesi kabisa Prince. Haya bwana, haina shida, nitawatafuta. Ticha Zungu lazima nawatafute. Yaani mchongo wa Uingereza ni kosi. We. Bonge. Umenitisha. Nielezee Bonge, sio kona unalia ni kitu gani mwanangu Bonge, sikuelewi Bonge. Baba nimepewa barua. Karatasi? Ngoja nivue miwani kwanza. Baba nimepewa na mjumbe. Na mjumbe? Wizara ya elimu, wizara ya serikali. Bonge, sikiliza nikwambia kitu kimoja. Sawa? Hii tunaenda kuifungia nini vitumbua? Jambo dogo hilo, sawa? Sio, umeelewa? Hapa hakuna kuogopa mtu. Yaani hapa tunavaa uhusika kama kitengo. Sio, umeelewa? Yaani tukifika pale kwa mjumbe hakuna kucheka na kima, hatucheki na mjumbe, tunamchana ukweli. Sio, umeelewa? Yaani kuanzia mjumbe mpaka na huyu aliyefanya kunishtaki. Wote sisi tunawachana ukweli. Yaani tunafika pale. Vipi bwana mjumbe? Kwani kuna shida gani? Okay, mjumbe. Ududu nini maana yake? Unaleta kauli za kiuni ofisini kwangu? Bila shaka huyu kijana mnamfahamu. Nadhani kila kitu mnafahamu mlichomfanyia. Mmempiga, mmemnyang'anya vitu vyake pamoja na pesa zake. Hili jambo limekaaje upande wake? Mjumbe, sio kunipiga tu. Yaani hao watu walikuja usiku wa manane kunivamia. Yaani mjumbe, ilibaki hivi mjumbe, yaani watu walinambisha lolo mimi. Hasa huyu hapa mwenye vilasa kama yeye mbeza kienyeji. Huyu mbakaji kabisa, muone hata sio wake alipomkomaa. Yaani nisikilize mjumbe kwa makini. Sawa? Huyu bwana kwanza katuchukulia sisi kama wafu ujue. Sio, umeelewa? Katembea barabarani na picha zetu. Huku akichangisha michango. Yaani tumetiwa alama nini ile? Yaani wote tumefanya. Unikaje mimi? Bonge ujue usichukulie poa ujue jamaa kadharau ujue. Wewe usinyoshe kidole mimi. Zambarau zabibu. Mjumbe, mimi nataka hapa ni haki yangu. Kama hao wameshindwa kunilipa, twende ngazi za juu. Ndio natazarau, mimi nitampeleka mikofu ujue. Hivi nyinyi vijana huo nimeanza lini? Mmeenda kumpiga kijana wa watu, mnamnyang'anya vitu vyake, pesa mnampokonya. Hiyo unazungumza nini? Hiyo pesa. Sio, umeelewa? Alafu mimi siwezi kukaa kinyonge. Mimi mpaka sasa hivi mwenyewe naelewa. Sawa? Yule kitengo alikuja akasema na dashi gapi? Laki 4. Alafu kumbe kuna mwanetu kakala pesa zetu kizembezembe. Anakula chips maya alafu nasikia kabisa ameweka nini? Na mayonnaise juu. Mimi nachoona mjumbe hapa kesi hakuna mjumbe. Sio, umeelewa? Hapa kesi mtoto mwenyewe hapo fiatu ujue. Yaani kafyatuka na zile pesa alizochangisha zimempagawisha. Sio, umeelewa? Hapa kuna kesi. Unasemaje Bonge? Bonge, tusepe mwanangu. Subirini basi kwanza. Kabla hamjaondoka. Huyu kijana inatakiwa alipwe pesa zake, sawa? Na mkae mjue ameumia, anatakiwa aende hospitali. Sawa? Msichukulie sheria kawaida kama nyinyi mnavyojua. Huyu mmeanza juzi tu mnataka mlete huyu mpaka kwa mjumbe. Toeni pesa muondoke. Wewe kijana. Hao wamekuibia wewe shilingi ngapi? Kwa haraka mjumbe nikipiga zangu hesabu nikikumbuka ni 1,500,000 na nakumbuka na 750. Sikilizeni vijana. Huyu inatakiwa arudishiwe vitu vyake na pesa yake ikiwepo hiyo 1,105,000. Na lasi ya hivyo mkishindwa kuileta hii pesa hapa. Sasa hivi yani ninavyozungumza nyinyi mkishindwa kuitoa. Sawa? Mimi nitapiga simu polisi. Ili jambo muende nalo mbele. Bonge. Mjumbe tu baba samee ndugu yangu yaisha tu baba. Machamu ni wala nini hapa sasa nyewe. Wahangaikaji tu. Hizi hata mjumbe sisi kupepesha bado fungue. Bonge. Hii ngoma mbona kama ngumu? Unafanyaje? Hapa baba tuondoke. Yaani sio kukaa kabisa. Hapo bora kutafutwa na mahakama. Kuna ngoma hii hapa ya kusema kujileta wenyewe kama kuko bandani. Uongo. Watesa. Mume, wakimbie. Unangalia. Pesa zangu tunawachanganya. Kuna mapenzi kisasi paka Mbeya. Mission Impossible ndio unyama. Mama Ngwengwe, nataka kujua umenitia kitu gani hapa. Maana nimeacha kusahisha mitihani kwa sababu ya mwito wako. Wewe kijiko, mbona unajizima data? Wewe umesema una shida na Chado?
Nimemwita huyo hapo. Ina maana huyu ndo Chado. Swadakta. Sasa mimi nataka kujua wewe kama Chado, kwa nini unaleta ubabe mtaani usiokuwa na akili? Kwa sababu unasikia wewe ndo unaonea watu hapa mtaani, unawapiga watu. Haitoshi, sio kuwapiga tu, mwisho wa siku unanunua kesi, unataka kudili nazo. Wewe kama nani? Na kuuliza, mimi naongea, sijui unanijua vizuri. Mimi sinaongea na wewe, mbona umekaa kimya? Mimi naongea na wewe, wewe ndo unajiita Chado wewe. Wewe ndo unajiita Chado Master. Sasa mimi nataka kujua kwa nini unawapiga watu mtaani? Wewe kama nani? Na kuuliza wewe kama nani? Mama Ngwengwe. Mimi sinaongea naye, mbona anijibu? Kijiko. Ongea naye huyo hapo. Niongee naye mara ngapi? Ina maana unielewi, unisikii? Ina maana masikio yake ni mazito, si ndio? Wewe si ndio Chado mwenyewe? Ngwengwe. Ulikuwa umenitia nini? Yaani kuna tatizo gani? Ngwengwe anaumwa au nini? Hapana. Huyu ameniambia ana shida na wewe na ndio maana nikakuita uongee naye. Ha? Unauliza habari za Ngwengwe? Mimi naongea na wewe alafu unauliza tena habari za Ngwengwe. Unauliza habari za Ngwengwe wewe kama nani kwanza? Nataka kujua yeye anamuuliza Ngwengwe kama nani kwenye hii nyumba. Sikiza. Basi kama hakuna jambo la maana mimi niondoke kidogo. Huyu amesema ana shida na wewe, kwamba kakutana kina Cheusi huko umewadhulumu. Kwa hiyo yeye anaingilia hii kesi, anasema anataka mkutane muongee nyewe wawili muonyeshane. Kwa nini nani? Huyu mwalimu wake na Ngwengwe. Sio mwalimu wake Ngwengwe tu. Kama unasikiaga mwalimu wa Mase. Sasa yule mwalimu wa Mase ndo mimi. Yaani mimi leo nataka tuonyeshane. Wewe si ndo unajifanya mbada hapa kwenye mtaa. Mimi nataka tuonyeshane kwa sababu kama unasikiaga baridi, geuka basi nionyeshe. Nikuonyeshe. Wewe unajua kabisa kuna watu wasiojulikana hapo. Geuka na nyanyuka sasa kama unaweza kweli. Tuonyeshane mimi na wewe. Sio nikuonyeshe. Tuonyeshane. Wewe si uje. Njoo kweli kama wewe mwanaume. Geuka basi tuone. Geuka. Nimekwambia mimi katika watu wasiojulikana na mimi ndo mmoja wapo. Geuka tu. Nimegeuka. Uchizi. Mimi chizi? Mimi naenda zangu. Wewe, njoo.